Anapomwomba Mungu anamwambia Mungu mara hii tu. Baada ya kwamba amekosea, amedondoka. Yes. Na mimi ninachoweza kusema kuhusiana na mara hii tu ni kwamba Biblia inasema mwenye haki huanguka mara 7 na akainuka tena. Mwenye haki huanguka mara 7 na akainuka. Lakini waovu, si ndio, wanaangamizwa na maovu yao. Tofauti ya mtu anayefanikiwa na asiyofanikiwa haipo kwenye kushindwa au kushinda. Ipo kwenye unainuka mara ngapi. Hebu irudie hiyo. Yaani tofauti mtu anayeshindwa na mtu anayefanikiwa, tofauti yao ipo kwenye kuinuka kila wanaposhindwa. Wote wanashindwa. Kwa hiyo mtu anayefanikiwa na asiyefanikiwa wote wanashindwa. Tofauti ni wanainuka mara ngapi. Okay. Kila wakishindwa. Mtu ambaye anashindwa ni mtu ambaye akidondoka hainuki tena. Mtu ambaye anashinda ni mtu ambaye akidondoka anainuka tena. Kwa hiyo Samson anaposema mara hii tu, mara hii tu, kwamba anagundua kwamba naweza nikafanya tena. Naweza nikajaribu tena. Kwa mimi nataka niwatie moyo kwamba kwa Mungu kuna nafasi ya mara hii tu. Kwenye kitabu cha Mhubiri nadhani kuna mstari unasema wakati wa bahati humpata kila mmoja. Yaani mimi sijali mtu ni nani, anatoka wapi, background yake ni nini, amekosea nini. Ninachojua ni kwamba Mungu kila wakati analeta wakati wa bahati kwa kila mtu. Ishu ni wakati wa bahati ukikufikia wewe, unakuwa upo kwenye hali gani? Ni ule wakati ambao Mungu anakuwa anauleta. Ule wakati ambao Mungu anakuwa anauleta, Mhubiri anauita wakati wa bahati. Wakati wa kurejeshwa tena, wakati wa kuinuka tena, wakati wa kujengwa tena, wakati wa kuimarishwa tena, wakati wa kukua tena. Mhubiri anasema huo wakati humpata kila mmoja, na haumpati mara moja. Ni kama ni cycle tu. Ukidondoka saizi, wakati wa kuinuka utarudi tu tena, utakukuta tu tena. Kwa hiyo mimi niwatie moyo kwamba kuna nafasi tena, na kurudia tena. Sasa inabidi huo wakati unapokuja uwe kwenye position ya kusema mara hii tu. Yaani iwe kufa na kupona. Ndicho Samson alichosema. Yaani Samson wamemfungia, amesaga ngano, wamekata nywele, wametoboa macho. Ikatokea fursa moja tu. Wakamwambia hebu dance. Akamwambia kijana wake, kijana mmoja aliyekuwa mena, akamwambia nipeleke mahali penye nguzo. Na alipozishika nguzo akasema mara hii tu. Maana yake ni kwamba yani leo afe kipa, afe beki, hii biashara natoboa, hii imeenda. Sasa watu wengi zinapotokea hizo fursa, kwamba wamewekwa tena katikati ya nguzo, hawawi na hiyo spirit ya mara hii tu. Mimi nataka safari hii ujiandae kwa ajili ya nafasi ya mara hii tu. Na ikitokea na wewe moyoni mwako useme Mungu mara hii tu, mchezo nimalize. Mungu mara hii tu nimepata hii kazi. Hii kazi naipiga, napata promotion, ndio nitapata mtaji hapa, ndio nitapata kila kitu changu hapa. Yaani hii napita nayo moja kwa moja. Sirudi tena nyuma. Hakuna kurudi nyuma tena. Watu wengi wanakuwa wana hiyo. Kuna kitu unajutia brother kwenye maisha yako? Hapana. Kwa sababu mara hii tu inatokea tena na tena. Kama kuna kitu nilikosea, najua tu wakati wa bahati utarudi. Na ikitokea nasema mara hii tu napita nayo moja kwa moja. Kwa chochote ambacho nimekosea nyuma, fursa ya kurekebisha ipo. Ya kuclear ipo. Kwa hiyo hamna kitu cha kujutia.